Bado hujaondoka Suzy? Nilitaka nimalize report kwanza sir. Hiyo ndio sababu nakupenda kazini. Nakupenda kazini? Namaanisha napenda namna unavyofanya kazi. Anyway, kuna event muhimu kesho usiku. Event gani? Business gala. Nataka uje nami. Mimi? Ndio wewe. Sawa, nitakuja. Lakini kuna watu wakubwa sana huko. Na wewe ni mmoja wao. Yule ni nani? Nadhani ni assistant pia wa Ryan. Relax. Watu wote wananiangalia. Wache unaonekana beautiful. Suzy. Ndio sa? Kuna jambo nimekuwa nikitaka kukwambia kwa muda. Jambo gani? Umekuwa tofauti na kila mtu niliyewahi kukutana naye. Una heshima, una moyo mzuri na una nguvu ambayo watu wengi hawana. Kila siku ninajikuta nikitafuta sababu ya kuzungumza na wewe. Na ukweli ni kwamba nimeanza kukupenda. Najua hujatarajia kusikia hivyo. Sir Sitaki kukuficha hisia zangu. Ryan, wewe ni mtu mzuri. Lakini siwezi. Kwa nini? Kwa sababu wewe ni boss wangu. Hiyo ndio sababu pekee? Ni sababu kubwa sana. Sitaki kuchanganya kazi na maisha binafsi. Watu tayari wanazungumza ofisini. Watu watazungumza kila wakati. Lakini mimi sitaki kwa sababu ya matatizo. Kama nisingekuwa boss wako je? Hata hivyo, bado nisingekuwa tayari. Kwa sababu ya mtu mwingine? Nina mambo mengi ya kufikiria kwenye maisha yangu sasa hivi. Kuna mtu moyoni mwako, sivyo? Nilihisi hivyo. Samahani. Usiombe samahani kwa kuwa mkweli. Na usiwe na hofu. Hiyo inamaanisha nini? Kesho ukija ofisini bado utakuwa mfanyakazi wangu kama kawaida. Sitakupa adabu kwa kunikataa. Huo si mimi. Huenda umenikataa leo Suzy, lakini sitaacha kupenda kirahisi. Huyu kweli ni mimi? Umechoka mwanangu? Kidogo madam. Lakini umefurahia sherehe? Ndio. Ulionekana mzuri sana leo. Asante madam. Ryan alikuwa karibu sana na wewe. Madam, usiogope. Mimi si polisi. Nimekuuliza tu kwa sababu niliona jinsi alivyokuwa anakutazama. Anakupenda sivyo? Nadhani ndio. Na wewe? Ni boss wangu. Hicho sijibu. Madam, mwanangu, wakati mwingine moyo wa mtu unahitaji kusema ukweli. Hakuna anayekuhukumu hapa. Ryan ni mtu mzuri. Lakini si yeye ananifanya moyo wangu pige haraka. Nilijua. Ulijuaje? Mimi ni mama. Basi niambie ukweli. Unampenda Bell? Nilijaribu kupambana na hisia hizo. Nilijiambia mara nyingi kuwa haiwezekani. Nilijiambia yeye ni mtu wa maisha tofauti na yangu, lakini kila nikijaribu kujiepusha naye, ndivyo ninavyozidi kumpenda. Kwa hiyo nampenda? Ndio. Nampenda sana. Na hilo ndilo jambo linaloniogopesha. Kwa nini? Kwa sababu nimewahi kupoteza mambo mengi maishani. Watu na wapendo wanaondoka. Naogopa nikimruhusu Abel aingie kabisa moyoni mwangu. Lakini pia hakuna furaha nayo bila mtu kwa tayari kufungua moyo wake. Je, unajua Abel anakubendia? Madam, ni swali tu. Sijui. Wakati mwingine nyinyi vijana hamuni mambo yaliyo wazi kabisa. Macho ya Abel yanabadilika kila unapokuwa karibu. Madam, tafadhali. Sawa. Nitaumia tena. Mwanangu, hakuna mapenzi yenye uhakika wa kutokuumiza. Asante. Leo unaonekana tofauti. Tofauti kivipi? Kama kuna jambo linakusumbua.
Kuna jambo kweli. Niambie. Unakumbuka siku ya kwanza nilipofika nyumbani? Ndiyo Abel. Sikuwahi kufikiria kwa siku moja ungekuwa muhimu kiasi hiki kwangu. Nilikuona kama msichana mpole aliyekuwa anapitia maumivu mengi, lakini kadri siku zilizopita niliona nguvu yako. Niliona moyo wako. Niliona namna unavyojali watu hata wakati wewe mwenyewe unaumia. Abel. Anavuta pumzi ndefu. Nimejaribu kupambana na hisia hizi kwa muda mrefu, lakini siwezi tena kujifanya. Nakupenda Suzy. Nakupenda kuliko nilivyowahi kufikiria inawezekana. Na sitaki kupita siku nyingine bila kukuambia ukweli huwa. Nilikuwa naogopa siku hii. Kwa nini? Kwa sababu nilijua nikisikia maneno hayo kutoka kwako sitaweza kujificha tena. Ina maana gani? Ina maana kwamba nami nakupenda. Nimejaribu kujizuia. Nimejaribu kujifanya kwamba hisia hizi hazipo. Lakini ukweli ni kwamba nakupenda sana Abel. Suzy, umenifanya kuwa mwanaume mwenye furaha sana leo. Mbona bado unaonekana mwenye wasiwasi? Kwa sababu kuna jambo lingine. Abel? Najua maisha yako hayajakuwa rahisi. Unastahili furaha. Najua umepitia maumivu mengi, lakini nataka siku zote za uzipitie ukiwa pamoja nami. Suzy, utakuwa mke wangu? Abel. Ndio. Ndio, nitakuwa mke wako. Nakupenda Suzy. Na mimi nakupenda Abel. Huyu nani tena usiku huu? Namba ngeni? Halo? Baba. Suzy? Mwanangu? Ndio baba. Suzy, ni wewe kweli? Ndio baba, ni mimi. Mungu wangu. Mwanangu, umenishtua. Kwa nini baba? Kwa sababu ikiwa... Lakini moyoni mwangu kila siku nakuwaza. Baba. Suzy, kuna mambo mengi yananiumiza. Mambo gani? Kila nikikumbuka maisha uliyopitia najilaumu sana. Nilipakwa baba bora zaidi. Hapana baba. Ni kweli mwanangu. Nitituoche tuparent amani ni kulende, lakini siku naweza kufanya kila kitu nilichotaka. Baba, usijilaumu. Lakini ni vigumu. Kila siku nilikuwa namwomba Mungu akufungulie njia. Nilikuwa na hofu kubwa usije ukapotea kabisa kwenye maumivu ya maisha. Lakini Mungu amenisaidia baba. Ndio. Na leo nikisikia sauti yako, najua maombi yangu hayakupotea bure. Baba, leo nimekupigia kwa sababu nyingine pia. Ipi hiyo mwanangu? Kuna mtu amenyomba kunyoa. Umesemaje? Nimevishwa pete ya uchumba baba. Mungu wangu, kweli mwanangu? Kweli. Na wewe umekubali? Nimekubali. Asante Mungu, asante sana Mungu. Nani huyo kijana? Anaitwa Abel. Basi nataka nimjue hiyo mkwe wangu. Mwambie baba mkwe wake anamsubiri kwa mikono miwili. Mwanangu. Ndio baba. Leo umenirudishia furaha moyoni. Nakupenda baba. Nami nakupenda mwanangu.